Nimekufuata unipe nauli niende kwenye shughuli. Mke wangu, hivi ni kwambia mara ngapi? Wewe uko unashindwa mimi kumsubiri nyumbani nikaja ukaniambia nikakupa nauli? Wewe kusubiriwa nyumbani wewe? Nimekufuata hapa kwa sababu unajua. Huku utakuwa na videm vyako baadaye kuja huko mambo ya overtime. Naomba nauli niende kwenye shughuli. Sina hata muda wa kupoteza saa hizi. Sikiza nikwambie. Nauli nakupa, lakini naomba chonde. Huu mtindo wa kuja ofisini kwangu, nimekwambia utanalibia kibarua. Please. Simu zipo nipigie simu. Umeshindwa nisubiri nyumbani kwa sababu lazima nirudi nyumbani ni jukumu langu. Maswala kuja shule unakuja unaongea unabwatuka wanafunzi wanakuona inakuwa picha nzuri. Shika nauli yako. Ndio unanipa 10,000, nitatunza nini? Nauli nitatumia nini? Nitakula kitu gani? 10,000 hainitoshi, naomba uniongezee hela. Wewe kwenda kwa rafiki yako si support hiyo. Wewe kutunza inahusiana nini sasa? Yaani shida sio kutunza tu. Hii 10,000 hainitoshi kwa chochote. Wewe nikikupa 10,000 unaweza kuitumia? Samani, naomba uniongezee hela. Hapa yenyewe uko ninapoenda na mambo yangu kibao ya kufanya. Na mambo ya kimjini sijamaliza kwenda kutunza ma MC, kubandika watu sijabandika. Hivyo mwanaume, unavokaga na mwenzao waulizage wao wanatuzaga vipi wake zao? Mimi unaninyima, lakini pengine wa madem zako huko unagea laki 200,000. Mimi tu hela ya nauli ya kwenda kwenye shughuli unaanza kunipangia idadi. Naomba hela, hii pesa hainitoshi. Kwangu mimi haya mambo nimeachoka. Nimeachoka narudia tena nimeachoka. Na kuongezea nauli. Lakini sitaki kusikia shughuli yako yoyote kuanzia sasa hivi. Yaani usinipe taarifa yoyote ya kuhusu shughuli yako. Tafadhali. Umebeba majambo yako, hakikisha unayamaliza wewe mwenyewe, usinihusishe. Leo ndo mwanzo na mwisho nakupa na kuheshimu na kuongezea hela na kuheshimu.